ulikuwa una hatia, ila damu yako imeandikwa kuwa utateseka mpaka utalia machozi ya damu. Sitaki kupenda tena, naogopa kuteseka. Hii ni siri ya laana na bado utateseka sana. Asharara. Ndoto zile. Tena ameniambia sitapenda kwa amani. Anamaanisha nini mama? Hapo zamani sana za kale alitokeaga mwanamke mmoja aliongea maneno hayo hayo ya kichawi juu ya familia yetu. Chawi? Unamaanisha nini mama? Watu walimdharau, lakini alitoa laana. Kila atakayependa mwanamke yote kwenye familia yetu atapenda kwa uchungu au atapenda mtu asiyekuwa wa kwake. Kwa hiyo sio kosa langu. Nimekuwa mfungwa wa historia yenu. Sio mfungwa, inatakiwa utambue utakavyoamua kupenda, utumie gharama yoyote katika mapenzi yako, la sivyo umpende mtu asiyekuwa wa kwako. Hapo utaishi kwa amani mwanangu. Lakini mama, hizo si zana za kale hizo. Mambo yanaenda yanabadilika. Mwanangu, kiapo huwa hakibadiliki hata siku moja. Kiapo ni kiapo tu, na kwa jinsi unavyoniambia hizo ndoto zako, naona kabisa hapo mbele kuna balaa zito linakuja. Lakini mama. Lakini nini bwana, twende tuwai shamba. Umenisikia sio? Nilijua utakuja. Hii ni ndoto au ni kweli? Mbona nahisi joto katika kiganja chako? Moyo wetu umevuka mipaka. Penzi letu limechaguliwa. We ni nani? Mimi ni sehemu ya nafsi yako uliyoisahau. Mbona kila nikiamka natamani kulala nikuone tena? Kwa sababu penzi letu lilianza kabla sisi hatujazaliwa. Nahisi kuna kitu kinaingia kati yetu. Usikubali, tafuta ukweli kabla hicho kitu hakija kukuta. Habari yako? Salama. Mbona umejinamia hapo? Alafu hata mazingira yenyewe sio rafiki. Vipi, kuna tatizo? Sijisikii vizuri. Nilikuwa nimekuja kuchuma mboga hapo, lakini nilikuwa nasikia kizunguzungu, kichwa kinaniuma, kwa hiyo nilikuwa nimekaa hapa nipumzike kidogo.
Kwani unakaa wapi? Naishi huko. Sawa. Kama hutojali naomba basi nikusindikize hadi kwenu. Kweli nitafurahi, maana hata hivyo pia nilikuwa nataka niondoke, lakini nilikuwa nahisi labda nitakuja kuanguka huko njiani, bora nipumzike hapa. Ondoa shaka juu ya hilo. Mimi nitakusaidia, nitakusindikiza mpaka kwenu. Inatosha, unaweza ukaishia hapa. Mimi nafika. Mimi nilifikiri nakupeleka mpaka nyumbani. Vipi kama utafika pale tu, alafu utazidiwa tena? Auoni kama itakuwa shida tena kwa mara nyingine? Hamna, najisikia vizuri. Nafika mimi. Ila kwa ushauri wangu, siku nyingine jitahidi uwe unakuja na mtu huku. Kwa sababu hali uliyokuwa nayo leo, light kama mimi nisingetokea pale, sijui ingekuwaje. Zoea, lakini maisha yetu hapa kijijini ndio hivyo. Sawa? Samani, lakini naomba kujua kitu kuhusu wewe. Kitu gani? Jina lako? Naitwa Rehema. Wewe je? Naitwa Brian. Sawa, nashukuru kufahamu. Karibu kijijini kwetu. Asante. Mimi sitaondoka hapa mpaka utakapopotea kwenye mboni za macho yangu. Hivi Rehema mwanangu, unajitambua kweli? Tangu nimekutuma mboga saa 2 asubuhi mpaka saa hizi ndio unarudi Alafu cha ajabu hata mboga zenyewe hauna mkononi. Mama, yaani usiamini, nitoka nimefika huko shambani kwenye sina hata nilichokifanya. Kichwa kwa kinaniuma, mafua sio mafua, yaani sikuwa hata sawa. Yaani unamaanisha kwamba unaumwa? Ndiyo, sijisikii vizuri. Na kama unaumwa, kwa nini nilivyokuamsha kachume mboga shambani usiniambie kama we unaumwa? Ila hata hivyo huwezi amini, nimepata msaada, mtu tu kaja pale kanisaidia, nilivyoona nimekaa sawa, ndio ilikuwa ndo zangu nyumbani. Ni nani huyo alokusaidia? Bora hata ningemjua. Simfahamu na sijai kumuona. Pole sana, ila ilipaswa uniambie. Kama mama mimi najisikia vibaya, hata dadako ningemwambia akachume mboga Sasa umerudi kama hivyo mboga hauna na kama hivyo unaumwa. Pole mwanangu, turudi tu nyumbani sasa. Hapa sasa bajeti yangu ishavurugika, sijui tunafanyaje. Hebu twende nyumbani, tutajua la kufanya. Kama tutakopa dagaa kwa mzee Saidi tutajua hapo hapo. Marahaba, umeshindaje? Hivi Hamesa mwanangu, unajitambua kweli wewe? Nakuuliza, unajitambua? Yaani umetoka hapa tangia asubuhi mdogo wako nimemtuma shamba akachume mboga, bahati mbaya kaanguka huko, kasaidiwa na watu wabaki tu kuletwa hapa nyumbani. Wewe haupo, kazi yako wewe ni kutembea tu. Hivi unatembea unatafuta nini? Sasa mdogo wangu kapata matatizo gani tena? Ungekuwapo ndo ungeajua matatizo gani. Yaani wewe kazi yako ni kuzuura tu kwa bila msingi. Sasa yuko wapi? Yuko ndani humo, hajakula, hajafanya chochote, na mimi mwenyewe ndo nimevurugwa hapa. Hebu fanya maarifa humo ndani, angalau mpikie hata uji mgonjwa anywe. Yaani watoto wengine hawa, yaani pasua kichwa kabisa jamani. Wengine wanazaa, wengine tunatoa maboksi tumboni. Hata la kufanya mtu ulijui. Pole mdogo wangu. Kwanza unaendeleaje mdogo wangu? Maana muda ule nimekuta umelala. Endelea, nashukuru Mungu sasa hivi naendelea vizuri. Tofauti na hapo nyuma. Maana hebu tuachane kwanza na hizo habari za kuumwa.
Yaani mdogo wako leo nipo kule shambani, nilikuwa najisikia vibaya. Kuna mkaka katokea. Yaani hata sijui nikusimuliaje. Fanya kama unaniona. Mkaka ni mzuri. Yaani nimetokea kumpenda. Mwanaume wa kijiji hicho? Hata simjui. Wewe usitaki kuniambia. Ikaweje? Aniishi kichwani kwangu. Yaani hapa mama anajua naumwa, lakini nina vingi. Basi mdogo wangu nikwambie, mimi mwenyewe kuna mkaka nampenda, yaani nampenda. Mkaka gani? Nakwambiaga kila siku namuota kwenye ndoto, yaani nampenda. Wewe tena na huyo mkaka wako kwenye ndoto, na huyo mkaka wako, yaani sijui, yaani mimi naongelea habari zangu hapo za kumpenda mtu, naanza kuniingizia habari za ndoto zako kila siku. Haya sasa ongea wewe, ulizike na wewe mtu wako Njozi. Wewe tena vipi? Yaani bado unisikilize kwanza mdogo wako, mimi ninachokisifia hapa kila siku na njozi zako tu. Kwa nini unisikilize kwanza mimi ninachokisema? Sasa si ndo nakusikiliza mdogo wangu, uniambie na mimi nakwambia ninachokiona. Kumbe ni kweli, sio ndoto tena. Wewe ni wangu, mapenzi yako ni yangu tangu enzi. Nimekutafuta rohoni kila usiku. Mapenzi haya yanalindwa na roho ya kale. Nipo tayari hata kutoa roho yangu kama itakuwa lazima. Hata mimi pia niko tayari. Usiogope. Tuko pamoja. Nakupenda wewe. Nahisi kuna kitu kibaya kinakuja. Ni kivuli kilichochomwa na mapenzi yetu. Usaliti haupo mbali. Mmoja wenu ndani yake kuna usaliti. Hapana! Hatuwezi kuachana! Mapenzi yetu ndio silaha yetu. Anesa! Anesa! We Anesa! Anesa! Anesa mwanangu! Anesa! Anesa mwanangu! Wewe tena? Nimekuja kuangalia mgonjwa wangu unaendeleaje. Haya, umejuaje kama mimi ningekuepo huku leo? Sasa wewe ulitaka mimi nikakuangalie wapi? Au nikakusubiri wapi? Aliyakuwa hata nyumbani kwenu wewe hujanipeleka. Sikia nikwambie, unajua sisi kwetu tuko ndugu wawili. Kwa hiyo sio kila siku mimi nakuwa nakuja shamba. Siku nyingine anaweza kaa nakuja yeye. Siku nyingine nakuja mimi. Basi leo Mungu yuko upande wangu. Mimi nilikuwa na imani kabisa utakuja. Na ndio maana nikakaa hapa kusubiri. Nimekaa muda sana. Uko sawa lakini? Mimi naendelea vizuri. Alafu mazingira hapa si rafiki. Leo nimekuja na mama. Kwa hiyo asije akatukuta hapa akatufikiria vibaya. Kwa hiyo unamaanisha niondoke? Sawa. Ila ningeomba tuonane basi pale tulipoachana mara ya mwisho. Mida kama saa 10 au saa 9. Sawa. Asante kwa kukubali ombi langu. Mama, si nilikwambia urudi ukapumzike? Rehema bwana. Sasa mwanangu, narudi vipi mimi nikapumzike? Hali ya kuwa hapa katikati ulishapataga matatizo siku kadhaa tu hapa.
kuna msamaria mwema kapita kakusaidia Unafikiri kila siku huyo msamaria mwema atakuwa anapita tu au watu wao wanakusaidia wewe tu kila siku? Nikaona bora tu nije mwanangu. Hivyo unapenda kujichosha. Ina maana mimi kila siku nitakuwa napata matatizo tu huko shambani jamani. Si nilikwambia kama mimi niko sawa? Wala usijali. Ukikaa sawa, wala sikufuati shambani. Haya, sawa. Kweli msemo wa nani kama mama. Twende. Umekaa sana? Hapana, ndo kwanza nimefika sasa hivi. Haya, niambie. Kikubwa tu nilikuwa nahitaji kujua hali yako, na kingine kabisa cha zaidi nilikuwa nahitaji kujua nyumbani kwenu wapi. Nyumbani kwetu? Hapana, kwa leo sitokuonyesha, nitakuonyesha siku nyingine. Sasa mimi nitakuona wapi? Nitakuwa napita pale. Lema, wewe umeshaniambia kwamba nyinyi kwenu mpo wawili. Vipi kama nitapita pale alafu nitamuona mwenzako kila siku na sio wewe? Tutakutana tu, kwani ulivyopita mbona tumekutana? Asante kwa kuitikia wito wangu, lakini ngoja nisubiri mpaka huo muda ambao wewe utakaokuwa tayari kunionyesha nyumbani kwenu, ingawa haikuwa lengo langu hilo. Kwa heri. Inawezekana ni yeye au sio yeye. Hapo kinachomata ni moyo wako tu. Je, umempenda au hujampenda? Wala nisiwe mnafiki, yaani nampenda sana Rehema. Tangu siku ya kwanza nimekutana naye, nimemkuta anaumwa, lakini nikajikuta nimepatwa na moyo wa kumsaidia, nikampeleka pale kijijini kwao. Lakini nimekaa siku ya pili nikaona sio kweli, nikarudi tena pale, nikamkuta anakuja iko yeye na mama yake. Nikamwambia basi tukutane saa 9. Saa 9 ile ile, mimi nilijua atachelewa, kaja. Sikiliza nikwambie ndugu yangu, unajua kila ambacho unachokiota kwenye ndoto usikifikiri ni kweli. Sometimes unaweza ukaota ndoto unaenda kukutana na mtu fulani afu ukakutana na mtu tofauti ambao ulimuota kwenye ndoto. Kwa hiyo hapo kinachomata ni ndani ya moyo wako tu. Kama umempenda mwambie ukweli, kwa sababu unaona umemwambia njoo muda fulani, kaja muda huo huo. Hapo kinachosubiriwa ni wewe tu kuzungumza ukweli kutoka ndani ya moyo wako. Mimi naona bado mapema. Vipi kama atakataa? Ndugu yangu, katika mapenzi hamna haja mapema. Unaambiwa siku zote kuchelewa utakuta mwana sio wako. Wewe hapo unachotakiwa kukaa tu kumwambia ukweli, kwa sababu yeye mwenyewe kashaonyesha nia tayari. Mwambia njoo muda fulani, kaja muda huo huo. Yaani ina maana anakusikiliza kila kitu. Yaani hapo anakusubiri wewe tu zungumze. Ndugu yangu, changamka baba. Mimi nimekuelewa vizuri sana tena, na kitu ambacho mimi nilikuwa nahofia akinikataa itakuwaje, lakini kama unavyoniambia ni jaribu kuongea naye ukweli, mimi nitamwambia na kuahidi leo haitaisha. Mimi nitakaa naye na nitazungumza naye. Osama, mimi nashukuru sana. Wewe ndiye mtu pekee ambaye unaongoza kwa kunipa ushauri uliokuwa bora, na ndio maana mimi nikiwa na tatizo lolote lazima nikuone wewe kwanza. Na mimi ndugu yangu lazima nikupe ushauri. Chochote kinachotokea wewe ukinipa ushauri sawa, na mimi lazima nikupe ushauri kutokana na sisi ni ndugu. Mama, Niambie mwanangu Anesa. bado naota ndoto ile ile, afu na mtu ni yule yule mmoja. Hizo ni ndoto tu mwanangu, sina chochote ninachokijua juu ya hizo ndoto. Wewe si ulisema kuna mtu alitoa laana nilivyokuhadisia ndoto yangu? Nilisema kuna mwanamke mmoja anatoa laana juu ya familia yetu kwa mtu mwenye mahusiano. Asa mimi mwenyewe si nipo kwenye mahusiano mama. Una mahusiano? Ndiyo. Mbona hujawahi kunitambulisha hata siku moja? Mama, si huyu ninayemwota ndotoni kila siku? Haki ya Mungu, maajabu ya dunia haya.
mwanangu, kumbe bado wewe hujakuwa. Mimi nilikuwa nasema hivi, wewe ndo mkubwa, Rehema ndo mwenye akili za kitoto wa kuniambia mambo kama hayo, lakini kumbe wewe mkubwa ndo ushakuwa boga tu, unaanza kufikiria habari ya ndoto. Yaani mwanaume wa ndotoni ndo unachukulia ndo mwanamume wako kabisa wa kwamba ndo unaishi naye hivi una akili sawasawa wewe? Ile ni ndoto, itabakia kuwa ndoto. Unaweza ukaota una nyumba kubwa ghorofa, una magari ya kifahari unaota upo Ulaya. Inabidi ujiongeze mwanangu. Ndoto sio kitu cha kukichukulia moja kwa moja. Hiyo ni ndoto, itabakia kuwa ndoto. Pata mwanaume kiukweli kabisa, umemleta, najua kweli huyu mwanaume. Hasa wewe mwana ndotoni, mimi huyo mkwe wangu mwenyewe yuko wapi? Wewe ushamwona ndotoni, yuko wapi mkwe wangu? Hata habari za upumbavu kufikiria habari ya ndoto. Fanya vitu vya msingi na vya maana. Mimi nilijua unanitia jambo la maana, kumbe upumbavu kabisa. Hebu nenda kaoshe vyombo kwanza. Kwako pazuri. Kawaida, najitahidi tu. Unaishi mwenyewe kweli hapa? Naishi mwenyewe. Na ndio maana umeona pako kimya hapa. Yakuta unaniongopea, washangaa na kuja kukimbizwa hapa. Muda wowote unaotaka wewe hapa njoo. Na hakuna mtu yote atakayeweza kukukimbiza. Niseme tu asante kwa mara nyingine, kwa sababu sijaamini kabisa kama wewe unaweza kutoka kijijini kwenu mpaka kufika hapa kwa ajili yangu. Kwa nini? Kwa sababu ni ngumu sana mwanamke kutembea umbali mrefu kwa sababu ya mwanaume. Ndio nimeweza sasa kuja. Kuna kitu nataka nikuombe, ila samahani kama nitakuwa nakukosea pia. Kitu gani? Nilikuwa nahitaji kuwa na wewe maishani mwangu. Naomba siku moja uje kuwa mke wangu. Nisamehe lakini kama nitakuwa nimevuka mipaka. Usijali, wala una haja kujielezea sana. Nilitambua toka ile siku ambayo nimekuta pale shambani umekaa kunisubiria mimi. Nakupenda pia. Kweli? Unasema kweli? Maana mimi sitanii ujue. Ila siku nikija kutambua kama una mwanamke mwingine, ndio utakuwa mwisho wetu. Hapana, mimi sina mwanamke mwingine. Na nakuahidi sitaweza kuwa na mwanamke mwingine yote zaidi yako. Nafurahi kusikia hivyo. Hapa na wewe ni nyumbani kwako kuanzia sasa hivi. Muda wowote ambao wewe unahitaji kuja, njoo. Umeelewa? Sawa, nashukuru kunikaribisha. Anesa, nini shida? Ndoto. Yaani ndoto ndio kufanya napiga kelele kiasi hicho? Umenitoa ndani, moyo umeruka, yaani kijua hapa kuna kitu kibaya kimekuta huko nje.
Ndoto gani ya mchana unaota ndoto mbaya kiasi hicho? Yaani hujui jinsi gani umenishtua. Vipi wewe? Ni ndoto inayojirudia, alafu kila wakati namuota mwanamke yule yule. Sijui ndoto na maana gani. Sio kila ndoto ukafikiri ndoto zina ukweli eh? Wapo walioota wana mali, wana magari, lakini wameamka asubuhi hawana chochote kile. Kwa hiyo sio kila ndoto unaota ukafikiri labda ni ya ukweli. Sawa, lakini mbona kila wakati namuota mwanamke yule yule? Kwa nini siote ndoto nyingine? Hizo ni ndoto tu eh? Sawa, nimekuelewa. Mimi nimekuja hapa bwana na shida ya shilingi 2000. Naomba uniazime baadaye huko nikienda katika mihangaiko yangu nikirudi na kurudishia. Sina change. Mama, hizi ndoto za mwanao unazichukuliaje? Hivi uone kama anateseka nazo bila faida yoyote? Hata mimi linaniumiza kichwa sana, ila kinachonifanya niumize kichwa sana juu ya hizi ndoto anazoziota, kwa sababu hapo zamani sana za kale alitokea mwanamke mmoja alitamka maneno kama anayotamka dada yako, na isitoshe alitoa kama laana kuhusiana na familia yetu au ukoo wetu. Hebu acheni, ni imani potofu. Kama ingekuwa ni laana, mbona mimi sioti hizo njozi za ajabu? Kwa nini yeye? Hivi mnajua tukiendelea kulifumbia macho hili litamkuta kitu tofauti na hivi tunavyomchukulia. Kwa nini tusitafute njia mbadala? Tuiwe hospitali au kwa mganga wa kienyeji. Sio kama tunamkosa hivi hivi. Hospitali? Tumpeleke hospitali kwa mganga wa kienyeji? Yule anaumwa, na wakati yule pale anaota ndoto. Baada ya kumaliza kuota ndoto, akiamka anafanya shughuli zake kama kawaida. Haya, tumpeleke hospitali? Yule amekuwa anaumwa eh? Mwanangu, hebu chunga kwanza maneno yako. Unajua maneno yanaumba. Acha kumwombea mabalaa dada yako. Sawa mama, lakini mimi sijaongea kwa ubaya. Ni wazo langu tu. Osama, Na huyu bwana ndo shemeji yako anaitwa Lema. Lema, huyu shemeji yako anaitwa Osama. Mara nyingi kwenye hiki kijiji utakaponiona mimi basi ujue na yeye lazima umuone. Ni rafiki yangu sana sana sana. Sawa, nafurahi kumjua. pia mimi mwenyewe nashukuru kukufahamu shemeji. Karibu sana kwenye kijiji chetu hiki. Asante. Kikubwa tu mimi nilitaka mfahamiane, kwa sababu anaweza akapata matatizo njiani huko ukashindwa kumsaidia, lakini sasa hivi tayari ushamjua, unajua yule mimi shemeji yangu, unaweza ukamsaidia. Mamangu, siku naweza nikaa sipo hapa umepika wali au umepika hapa ugali au nini Osama kaja ukachukua kaka chini ufungu. Hapana, huyu mwanangu, yaani hapa unavyoona hapa nyumbani watu tunachangaga dongo linatolewa hapa. Sawa, sijali. Ni kweli shemeji, kama anavyokuelezea ndugu yangu hapa, ukimwona yeye huyo sawasawa umeona mimi hapa, yaani letu sisi ni moja. Sawa, nakuelewa. Karibu sana shemeji, ni muda mrefu sana na mara nyingi sana akiwa nakuzungumzia ndugu yangu jinsi anavyokupenda. Kwa hiyo karibu sana shemeji, sikie kuwa na uhuru kabisa na amani kwenye kijiji chetu. Sawa shemeji? Akikuwa mimi nitoka ajue tu jinsi gani nampenda. Mara kibao mimi huwa nakuzungumzia. Kweli yani. Una bahati wewe. Karibu sana kijijini kwetu. Asante. Nafurahi pia.
Naiamuru nafsi, akili pamoja na mwili wako ije katika huu uwanja. Nafsi pamoja na akili yako ije katika huu uwanja. Mizimu naomba mumlete. Naiamuru nafsi yake na mwili wake pamoja na akili imlete katika huu uwanja. Asharara. Naota au? Mbona kama ndoto? Hii siyo ndoto, ni kweli. Nimekutafuta kwa muda mrefu sana Brian. Nakupenda na niko tayari kutoa roho yangu kwa ajili yako. Mbona kama naota? Hii inawezekana vipi? Asharara. Kile nilichokuwa nakitengeneza sasa hivi kimeshatimia. Ile ndoto ishakuwa kweli. Hivi tunavyozungumza mwanao yupo kwa Brian. Sasa jiandae ukishuhudia machozi yake ya damu na ufurahie maumivu anayopata. Jiandae mama. Lakini wao hawana makosa. Tuhukumu sisi ndo wenye makosa. Sio yeye tu. Sio yeye tu. Kizazi chochote kile kitakachonukia damu yenu mtahakikisha kinateseka mpaka kufa kwake. Naitwa Simba. Simba na Masimba Sengu. Mzee wa Meshanyento. Napenda kuona watu wakifa kuliko kuzaliwa. Na bado Naomba uache watoto wangu waishi kwa amani. Hawahusiki na hii vita. Unawaingizaje kwenye vita ambayo haiwahusu? Rehema, dada yako Anesa yuko wapi? Mimi sijui, natoka nyumbani sijamkuta mtu. Ametafuta matatizo makubwa sana. Na nini kwani mama? Dada yako ameenda nyumbani kwa Brian. Brian? Mama unamjua Brian? Brian simfahamu mimi. Wewe hajawahi kuambia kitu chochote kuhusiana na huyo Brian? Hajawahi kuniambia mama. Mama, kwani shida nini? Upo kwenye hali ya hofu, afu unamuulizia yeye. Basi niambie na mimi. Atakuwa katafuta matatizo makubwa sana, yani mwanangu Anesa ametafuta matatizo makubwa sana. Hem, twende nyumbani. Shikamoo mama. Marahaba. Wewe Anesa? Abe, Ulikuwa niko hapo kwa rafiki yangu. kwa rafiki yako gani? Si hapo kwa kina Emi. Yaani wewe mtoto unataka kunifanya mimi sina akili, si ndio eh? Unaniona mimi chizi. Nimekutafuta kwa marafiki zako wote.
na sikukuona. Wewe umekwenda kwa Brian, na kitendo cha kwenda kwa Brian mwanangu, umefanya makosa makubwa sana. Hukutakiwa kwenda kwa Brian. Kwenda kwa Brian ni sawa sana kuchimba kaburi wewe mwenyewe kwa mkono wako. Hutakiwi kuifanya ndoto iwe kweli, ni makosa. Lakini mama, kweli mimi nienda kwa Brian, na Brian mimi siwezi kuachana naye mama. Sikia Brian, naomba nisikize kwa umakini na unijibu ipasavyo. Unamfahamu Anesa? Ndio namfahamu. Vizuri. Unamfahamu vipi? Ni mwanamke ambaye anasema huwa ananionaga kwenye ndoto, na nimeona naye mara moja tu, tena leo. Kwenye ndoto? Ina maana wewe ni mwanaume ambaye anakuota kila siku? Sijajua kiukweli, yeye ndo anaweza akawa shuhuda juu ya hili, kwa maana mimi ameniambia tu. Sikiza nikwambie, mimi na Anesa ni ndugu. Na maana yule ndugu yako ananiambiaga kila siku ndo Anesa? Ndio yeye. Nakuomba kitu kimoja, Brian. Nakupenda sana. Naomba utambue hilo. Kuwa makini kwa kitakachoendelea. Shoga, ninafurahi ilioje shoga yangu. Yule mwanaume nilikuwa nakusimulia kwenye ndoto, huwezi amini, napajua hadi anapokaa. Nimeenda mpaka kwake hadi anapokaa. Ndugu yangu, wewe unaumwa? Siumwi, sijisikii kuongea. Au na wewe umenikasirikia kama alivyonikasirikia mama yako? Nimeshakwambia sijisikii kuongea na wewe. Kaa peke yako. Mimi sipendi kuona ukiwa hivyo. Nisikilize Rema, mwanamke ambaye mimi nampenda ni wewe. Haya mengine yamekuja tu, haupaswi wewe kuninunia hivi. Nimelitambua hilo. Nimejua kabisa una makosa yoyote kwenye hili. Kiukweli kabisa Anesa mimi sijawahi kuonana naye huko nyuma. Hii ndo mara ya kwanza nimeonana naye. Na yeye kwa maelezo yake amesema ameniona mimi ndotoni. Lakini si mimi ambaye nimemuona yeye. Kosa langu lipi hapo? Ni sawa, nitajitahidi kuzoea. Japokuwa kwangu ni ngumu sana kukubaliana na hii hali. Mwanamke ninayempenda ni wewe. Na ndio maana nilikuwa natembea umbali mrefu sana
ili mradi nije tu kwako. Kama wewe unavyotembea umbali mrefu sasa hivi kutoka kijijini kwenu kuja hapa, yote ni kwa sababu wewe unanipenda. Niamini. Bana, nisikia. Mimi nakupenda sana. Yaani hali yote ninayopitia kwa sasa ni kwa sababu yako wewe. Ila nikuombe tu kitu kimoja. Hakikisha unamkwepa. Hata ikitokea amekuja hapa. Sawa. Nakuahidi. Nitaongea naye, nitamsikiliza, lakini hakutakuwa na kitu chochote kinachoendelea kinachohusiana na neno mapenzi. Nikuamini. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Nisikilize mwanangu, hapa duniani kuna vitu unaweza ukavipata kwa urahisi, lakini sio uhai wako. Kitendo cha wewe kumng'ang'ania Brian ni sawasawa kung'ang'ania kifo mwanangu. Naomba uachane kabisa na Brian. Kifo? Kifo ndio. Wewe uliona wapi mapenzi ya giza na mwanga? Mtu umeanza kumuona ndotoni, alafu baadaye amekuja kuwa mpenzi wako. Hayo ni mapenzi ya kutengenezwa Mama, lakini mi ni mtu mzima, huwezi ukanichagulia mwanaume wa kunioa. Mama nisikilize, utake ustake, mimi nitaolewa na Brian. Siwezi kuachana na Brian mama, siwezi. Yaani unanipandishia mimi sauti Mimi nakutetea wewe mwenyewe uhai wako, na afu mimi ndo utakayenipa hasara mwanangu. Kwa nini hutaki kunisikiliza? Ama kweli sikio la kufa alisikii dawa? Yaani mimi nakutetea wewe mwenyewe mimi ndo nitapata hasara mwanangu Naomba unisikilize, nimeshakwambia utakufa. Wewe unanipandisha mimi sauti, unaondoka unaanza kuniambia kwamba yaani hata nashindwa sijui niongee nini. Yaani watoto wa sasa hivi jamani. Hivi unaona kama mwanaume anakupenda? Ndio, ananipenda tena sana tu. Unajiaminisha kwa kusema tena sana tu anakupenda. Una uhakika gani kwa hilo? Yaani ananipenda sana na mimi nampenda sana, na niko tayari kutoa uhai wangu kwa ajili yake. Yeye alishawahi kukuambia yuko tayari kutoa roho kwa sababu yako wewe? Kuwa makini. Usije ukasema ni wa kwako, kumbe ni wewe. We Sengo, acha kuwasumbua kabisa, hawa ni ndugu zako. Mimi sio ndo naloanzisha vita. Hii vita wameanzisha wenyewe. Wamepoteza furaha yangu muda mrefu sana. Mpaka sasa hivi sijasahau machungu yake. Siwezi kuacha hata kidogo. Na kuahidi kizazi chochote kile kitachonukia damu yao lazima waonje haya maumivu. Lazima. Endelea namna hiyo, takuziwia. Mimi sijawahi kuanza kuanzisha vita na wewe, ila kama utahitaji siwezi kukuzuia. Nitakupa kile unachokistahili bibi. Sijaona mwanadamu yote anaweza kukatiza mbele yangu na katoka salama. Naitwa Simba. Simba ama Simba Sengo. Wewe unasema hakuna wa kukuziwia. Unasema hamna mtu wa kukuziwia. Muda si mrefu utamuona anakuja hapa mbele yako.
Hakuna mjusi bulubuja yoyote anaweza kunizuia mimi. Na akakatiza mbele yangu akatoka salama. Leta hiyo maiti tutafutie sehemu ya kuizika. Oh, Shemu huyo. Vipi shemeji? Poa. Wapi tena shemeji yake? Nenda kwa Brian. Sema nimepita sasa hivi hapo, Brian hayupo. Hayupo. Sio mbaya lakini atanikuta, nitaenda kumsubiri. Sasa unamsubiri mtu ambaye hayupo, hujui kaenda wapi, hujui atarudi saa ngapi. Uone kwa unapata shida shemeji yangu. Mimi naona ni heri bora ungerudi nyumbani tu ungeenda kufanya mambo mengine. Yaani ni shemeji mimi kwenda kumsubiri Brian niwe kwangu changamoto? Hata niambie nikae masaa mangapi? Unajua jinsi gani ninavyompenda rafiki yako. Alafu kitoshe mimi nyumbani nilikuwa niko tu mpweke. Kwa hiyo acha nikamsubiri, atanikuta. Basi sawa, ila mimi nilikuwa nakuonea huruma maana yake unaenda huko kuganda tu shemeji. Hamna shida. Siku nyingine usipende kuja bila taarifa, kwa sababu mimi sio mtu wa kushinda nyumbani sana. Hata leo hii umeona ulivyokuja umenikosa, ni kama bahati tu mimi nimerudi. Sijui umenielewa? Sio ni sababu ya kutoa taarifa Brian, hilo lazima ulijue. Nakupenda sana Brian. Shida unaweza ukaja hapa alafu ukanikosa. Sikukatazi kwa ubaya, ila lazima uweze kutoa taarifa katika ujio wako. Inaweza ikawa mbaya kwa ajili. Brian, samahani kidogo, kuna kitu nataka nikwambie kidogo. Samahani kidogo. Nakuja mara moja. Ndugu yangu, fanya haraka iwezekanavyo kabla hajakuta aibu na fedhea kubwa katika hiki kijiji. Kwani kuna nini? Hivi sasa hivi ninavyoongea na wewe hapa, Rehema anakuja yuko njiani. Hivi kwa nini unapenda kujiachia ndugu yangu? Na nishakwambia geto liko free kule nyumbani kule. Kwa nini unapenda kujiachia hapa? Fanya haraka iwezekanavyo, mtoe yule mwanamke pale. Utakuja kupata aibu hapa. Nitakwambia Rehema mkutana njiani anakuja huko. Fanya haraka iwezekanavyo, mtoe pale. Hivi sasa ninavyozungumza na wewe yuko njiani anakuja. Yaani ukichelewa dakika 5 tu na yeye huyo namkutana ingia hapa. Wewe Osama, fresh mwanangu. Ngoja niangalie uwezekano wa kumtoa hapa. Sawa? Samahani Anesa. Yule nimeona pale ni rafiki yangu anaitwa Osama. Kwao ana matatizo makubwa sana na anahitaji uwepo wangu. Naomba niende. Basi naomba twende wote Brian. Hapana. Hili swali ni la kiume na ndio maana amenifuata mimi. Sawa, basi mimi naenda nyumbani. Sasa sikia. Pitia njia ya huku. Nitakuelekeza kuna hivi ni karibu zaidi kuliko huku. Umekuja muda? Wala. Nimekuja muda sio mrefu. Nilikuwa nimetoka mara moja. Samahani bwana. Nilikutana na Osama aliniambia. Ila alisi kama ananiongopea. Kwani Osama unaona naye? Huyu jamaa nina shida naye sana. Yaani tangu jana na shida naye na sijaonana naye. Light kama ningejua umeonana naye. Sasa kwa nini usiende nyumbani kwake? Hamna, nilienda nimemkosa.
Akijaribika kitu mimi nitamtafuta mwenyewe kwa muda wangu. Karibu. Sasa wengine unapokuja huwa unatoa taarifa, usipende kuja bila taarifa. Sio nzuri. Sawa? Karibu. Afadhali mwanangu, nimekuona. Yaani imekuwa kama bahati. Shikamoo. Marahaba, vipi hali? Salama. Kuna kitu nilikuwa naomba unisaidie. Shida gani mamangu? Unamfahamu Brian? Brian? Mbona hilo jina geni hapa kijijini? Ni kweli kama unavyosema hilo jina ni geni, ila nilikuwa nahitaji sana na uhitaji mkubwa sana wa kujua Brian anaishi wapi. Yaani ikiwezekana kama utajua taarifa zake basi hata kwake unionyeshe, na shida naye sana. Yaani kama yupo kwenye kijiji basi ni mgeni, ndio maana. Ila mimi nitajaribu kuulizia, kama nikisikia yupo labda sehemu huyo Brian, nimesema Brian, basi hamna shida, nitalifuatilia na mimi nitakuja nyumbani nitakwambia. Basi hamna shida mwanangu. Basi sawa. Za saizi babangu. Safi mama, shikamoo. Marahaba, vipi hali? Nashukuru Mungu, sijui wewe huko. Mimi mzima. Bila shaka sura naona ngeni. Ni kweli mama yangu, mimi ni mgeni kwenye kijiji. Natokea kijiji cha pili hapo. Ila mimi nilikuwa na shida kidogo babangu. Shida gani? Namuulizia kijana fulani anaitwa Brian. Brian? Mbona unasita? Hamna. Kiukweli mama yangu, mimi Brian simfahamu. Brian simfahamu kabisa. Jinsi ulivyoshtuka umeonyesha kama vile unamfahamu huyo Brian. Kama unamjua mwanangu, naomba unielekeze, na shida naye sana mimi. Kwani amekufanya nini Brian mama? Yaani huyo Brian nikimpata, yaani yeye ndo ni mtu ambaye anaweza akanisaidia kuokoa familia yangu. Familia yangu inateketea kwa ajili yake yeye. Kama nilivyokuelekeza mama yangu, mimi natoka kijiji cha pili, ni mgeni. Kwa hiyo huyo Brian mimi simfahamu. Yaani simfahamu kivyovyote. Na laiti ningekuwa namfahamu nisingesita kukujulisha. Ningekujuza tu bwana kwamba Brian namfahamu. Ila kiukweli Brian mimi simfahamu mama yangu. Nilivyomuuliza amestuka kama mtu ambaye alishtuka. Hapana, huyu inawezekana akawa ndo Brian huyu. Hebu subiri kwanza nimfuate. Mtu mwenye mbona simuoni? Nani? Kashanipotea. Huyu atakuwa ndo Brian huyu. Kwa nini apotee ghafla hivi? Hayupo, simuoni. Sasa atakuwa anataka nini? Mimi hata sielewi ndugu yangu. Maana nimekutana naye kati mlimani hapo. Mimi naenda kijiji cha pili. Kila nikijiuliza nakosa majibu. Kwa nini ananitafuta? Kosea nini? Kwa sababu ingekuwa wale watoto wadogo ningesema kweli. Lakini kwa nini ananitafuta? Lakini sio hujamwambia chochote. Kwanza matatizo sio mazuri ndugu yangu. Na naanza vipi kukuchoma? Siwezi jua umefanya issue gani. Je, kama ni askari naanza vipi kukutaja? Mimi kaniuliza bwana Brian unamfahamu? Mimi nimemkatalia kata bwana, mimi huyo mtu simfahamu na wala simjui. Mimi natoka kijiji cha pili huko. Kwa hiyo mimi huyo mtu mimi simfahamu. Hapo umefanya kitu cha msingi. Kwa sababu kama ungekuwa umemwambia chochote, kidogo ingekuwa mtihani. Lakini maadamu hujamwambia chochote,
Nitakaa na Rehema nitamuuliza. Na imani ataniambia kila kitu. Ndugu yangu, fanya mtafute yule mama, maana kwa jinsi nilivyokutana naye uso uvomjaa. Fanya faster umtafute kabla hajakutafuta wewe. Maana matatizo sio mazuri ndugu yangu. Wewe mwenyewe unafahamu kwamba matatizo sio mazuri. Fanya haraka iwezekanavyo umtafute yule mama kabla hajakutafuta wewe. Si unanielewa ndugu yangu? Mwanangu Rehema, yaani unajua nimehangaika sana, yaani kulia, kushoto, magharibi, mashariki, kutaka kujua huyo Brian ni nani, lakini huwezi amini, mpaka sasa sijajua huyo Brian ni nani na anaishi wapi. Hivi mwanangu, hujapata fununu yoyote ya kujua Brian ni nani na anaishi wapi? Hapana mama, mimi simjui Brian. Kwa hiyo hata mnapokaa chini na dada yako labda kwenye maongezi yenu, hajawahi kuzungumzia hata siku moja kwamba Brian ni nani na anapatikana wapi? Hajawahi kuniambia na wala sijawahi kumsikia akizungumzia hilo swala. Alafu mama, kwa nini unamuulizia sana Brian? Yaani namuulizia Brian kwa sababu kubwa tu. Kama atakuwa na mahusiano na Anesa au mwanangu yote, ina maana yani itatokea hatari kubwa sana ya kupoteza watu maisha. Na maanisha ni kufa. Na atakaye kufa sio Brian, ni kizazi changu mimi. Kufa? Hey. Mimi mnanichanganya sana na hayo mambo yenu. Alafu kingine, kwa nini usimuulize Anesa Brian ni nani na anakaa wapi? Usichokijua mwanangu, nimeshakaa naye Anesa, yani karibu hata mara 5 zinafika. Nikimuuliza kwamba huyo Brian ni nani na anapatikana wapi, huwezi amini hajawahi kuniambia. Mimi sijui chochote. Vipi? Poa, afadhali tumekutana. Maana nilikuwa naelekea kwako. Haya, kuna mpya gani? Mpya zipo tena nyingi tu. Mama anakutafuta kwa hudi na uvumba. Anamtafuta? Kwa nini? Mama ana mashaka na mwanae Anesa. Anahisi wewe na Anesa kuna kitu kinaendelea. Hivyo ana mashaka juu ya kumpoteza mtoto wake. Lakini mbona mimi sihusiki? Hakuna chochote kinachoendelea baina yetu. Kwa nini anitafute mimi? Mimi sijui. Ila siku nikija kubaini tutakuja kugombana. Tangu siku ya kwanza nilivyosema nakupenda, sikubahatisha. Nilikuwa na uhakika na kila kitu. Tafadhali niamini. Kama ulikuwa unakuja kwangu, acha nirudi kwa ajili yako. Vipi? Kuna vitu vya ajabu nimeanza kuviona. Brian, nahisi umefanya makosa makubwa sana ya kiroho. Unamaanisha nini? Mbona sikuelewi? Umeingia kwenye mapenzi na Anesa. Hapana, mimi nipo kwenye mahusiano na wewe tu. Sijawahi kuwa kwenye mahusiano na Anesa. Hakuna mapenzi ya giza na mwanga yanaweza yakadumu. La sivyo, mmoja wenu ni kufa. Wewe umejuaje yote haya? Kuna siku mama aliwahi kuniambia, kwenye kizazi chetu kuna mwanamke aliyekutamka maneno ya laana. Na hii laana ndio inamtafuna Anesa. Mpaka hii leo. Na hisi Brian ushaanza kunisaliti. Ndugu yangu, hayo yote yanayokukuta
unaisababisha wewe mwenyewe. Hivi kwa nini usiwe na mtu mmoja tu katika wawili? Unayosema mimi naelewa vizuri sana. Anesa mimi nilikutana naye kabla sijakutana na Rehema. Ndoto zote ambazo mimi nilikuwa naota kuhusu yeye. Na moyo wangu umetokea kumpenda sana. Na huo ndo ukweli. Wewe kwani Rehema unampenda umpendi? Ukiachana huyo Anesa. Kiukweli kabisa naye nampenda. Anesa nimeanza kumuona tangu utotoni. Sasa mimi hapo cha kushauri ndugu yangu, kama unavyosema mwenyewe au lisemwalo lipo. Yaani kwamba huyo Anesa kashakuwa na matatizo. Kwa hiyo mimi nachoona hapo cha kushauri, wewe baki na Rehema tu. Kwa nini usibaki na Rehema? Kwani Rehema si unampenda? Na hapo ndo kwenye tatizo. Nashindwa kufanya maamuzi. Yaani nashindwa kabisa kufanya maamuzi. Rehema nampenda sana. Na Anesa pia nampenda. Mara ya kwanza mimi nilikuwa nahisi ni ndoto tu. Na ndio maana nikaamua kuwa na Rehema. Lakini sasa hivi naona kabisa sio ndoto, ni kweli. Lakini shida, yule mwanamke tangu amekuja nyumbani kwangu, leo nimeona vitu vya ajabu. Napigiwa simu na watu wa ajabu. Hata sielewi yani. Sasa kama unavyosema ndugu yangu, Anesa ana laana. Yaani kwamba akimpenda mtu lazima mmoja afe. Sasa hapo unalichukulia vipi hilo swala? Kwa nini usibaki na yule Rehema huyo ambayo ni yupo sahihi kiupande wako wako wewe pamoja na kusave matatizo? Sawa, nitajitahidi kulifanyia kazi. Ingawa kwa upande wangu ni gumu sana kufanya maamuzi. Pia nashukuru sana kwa ushauri wako. Umeendelea kuwa rafiki yangu bora. Fanya hivyo ndugu yangu, huo sio mtihani na wala sio majanga. Hapo ni swala lako wewe mwenyewe tu kuamua kitu kimoja tu ambacho kitakuweka wewe sehemu salama. Shemu, unajua mimi kuna kitu simuelewi Brian. Yaani nina mashaka naye sana. Nahisi kama ananisaliti. Brian mimi nahisi ananichiti na Anesa. Shemeji, Brian anakupenda tofauti unavyofikiria. Na huyo Anesa unomzungumzia hapo mimi simfahamu. Mimi nimetambulishwa wewe kama shemeji yangu. Si unanielewa? Sina hakika na hilo. Lakini tambua jinsi gani mimi ninavyompenda rafiki yako. Sana. Napoteza muda wangu mwingi sana kwa sababu yake. Kwa hiyo lazima niwe na wasiwasi juu ya hilo. Kuhusu hilo ndoa shaka shemeji yangu. Brian anakupenda. Kokote mimi napokaa na Brian, huwa aishi kukuzungumzia jinsi gani anakupenda Brian. Wewe unakusumbua hapo wewe ni wivu tu. Na kuhusu Brian, kuhusu kupenda wewe, anakupenda tena anakupenda kweli kweli yani. Ni wewe tu wivu wako unakusumbua. Na wewe sio Anesa, sio nani? Mimi sijawahi kumfahamu hata siku moja. Mimi nimetambulishwa wewe kama shemeji yangu. Wewe mwenyewe unafahamu. Sawa? Jinsi gani Brian anavyokupenda. Kwa hiyo ni kweli Brian ananipenda mimi. Kuwa na amani, punguza wivu shemeji yangu. Brian anakupenda, sawa? Ndugu yangu bwana, nimekutana na shemeji hapo. Lakini kwa jinsi ninavyomuona na maneno alikuwa ananiambia, ina maana yule anakupeleleza kabisa kuhusiana na demu wako Anesi. Yaani ndugu yangu mimi nachanganyikiwa. Yaani sielewi kwa nini yule mwanamke ananipeleleza. Aliyakuwa tayari nimeshamwambia. Kwa mimi sina mahusiano na Anesa. Kwani mimi nilikwambiaje huko nyuma? Unatakiwa uchague mmoja tu. Kwa hiyo unakuwa unapenda watu wawili, Sasa, hebu vaa viatu vyangu. Kwa mfano katika huyo mmoja, mimi nikamchagua Anesa na nikamwacha Rehema. Hivi unafikiri Rehema atakubali kweli? Hilo nalo neno hilo. Sasa wewe unachotakiwa hapo uchague mtu mmoja tu ambaye anakufaa unaona wewe sahihi. Kwa sababu unasema huyo Anesa kashakuwa na matatizo tayari kama unavyosema mwenyewe. Asa unaenda kwa vipi mtu ambaye ana matatizo? Uwe dili na huyu Rehema tu. Hapo cha kufanya ndugu yangu mimi ninachoona hata si nifanye nini? Yaani mpaka nahisi kuchanganyikiwa. Na huyo Anesa ndo ana matatizo kibao. Yaani Anesa ananisababisha matatizo, mimi naona vitu ambavyo sijawahi kuviona. Lakini nikilala tu, iwe mchana, usiku, asubuhi, lazima nimuote. Umeona hapa Anesa akija, wewe hata usimweke hapa. Wewe njoo naye nyumbani kwangu kule, kupo free muda wote. Hamna shida yoyote ile. Wewe usimweke hapa huyo Anesa. Mlete kule nyumbani kwangu. Hapa bwana matatizo atakukuta ndugu yangu. Na siku Rehema akimkuta hapa Anesa itaniletea matatizo kweli. Sasa ninachokiona ni bora hata akaja huko kwako. Hapo sasa kidogo umeongea kitu cha msingi. Ingawa basi fanya hivyo ndugu yangu. Usio kamweka hapa Anesa.
hapa akifika tusimweke njoo naye nyumbani kwangu kule, sawa? Sawa. Sasa sijui unataka mimi nikusaidie nini? Naomba unisikilize, kwa sababu haya mateso wanaopitia watoto, kumbuka hawa watoto sio wa kwangu peke yangu, ni wa kwangu na ni wa kwako pia, na wewe ndio baba halisi wa hawa watoto. Yule mwingine mkubwa Anesa alali ni anaota mandoto. Kibaya zaidi, maneno anayoyatamka ni yale yale ya kichoyo ambayo alizungumza yule mwanamke. Kwa hiyo mimi ninachokuomba, inatakiwa wewe ukae chini uwaambie ukweli watoto, wajue kila kitu. Mwanaidi, mimi nakupenda sana, nakupenda kweli kweli, lakini kuhusiana na hili mimi si langu. Hili ni kosa lako wewe. Najua mwanadamu anaweza kumwadhibu mwanadamu mwenzie kisa kwa sababu anampenda. Ndio thamani ya adhabu iliyonipa wewe kuja kwangu mimi. Watoto wako nimewatafuta mimi, na watoto wa yule kule nimewatafuta mimi. Mimi mwanaume ndio ninafanyikiwa kutafuta vyote hivyo, na mimi mwanaume ndio wa kwanza kufa, alafu ndo nyinyi wanawake. Mimi mwanaume, wasiwasi wako kwa wapi? Tatizo nini? Wewe mali yangu, yule mali yangu, nyumba mali yangu, watoto mali yangu, mali zangu zigombane? Mwanaidi, halafu tafuta watu wa kuwasema. Mwanaidi, sisi wengine hatunaga kabisa watu wa kutufariji kwenye hii dunia. Mwanaidi, kama ulikuwa unipendi, kwa nini uliruhusu mimi moyo wangu ukupende? Alafu usipende kumsengenya ama kumsema kila mtu kwenye hii dunia. Kuna baadhi ya watu sisi hatunaga kabisa watu wa kutufariji. Nisikilize wewe mwanaume, kama unanizarau unaamua kuondoka, basi ondoka moja kwa moja na hapa usirudi. Jamani, Govi jamani, umeniachia watoto mimi. Mama, mbona unalia? Una shida gani mama yangu? Mwanangu mshakuwa akiwa hamna baba nyie. Nini? Baba yenu amekufa. Mama, unamaanisha nini kusema babangu amekufa? Babako kagongwa na gari. Mdogo wako yuko wapi? Mwacha huko anacheza na yake. Anesa mwanangu, hamna baba nyie, baba yako amefariki. Kagongwa na gari sasa hivi, alivyotoka hapa tukagongwa na gari. Nikuulize tu swali. Unataka niwaambie mimi au uambie wewe? Naomba uambie wewe kwa kinywa chako. Sawa Mwanaidi, mimi nimekuelewa, lakini maisha ni shule isiyo na ratiba wala kengele. Kila siku ni darasa jipya, na maumivu pia ni sehemu ya kujifunza. Kama usirudie makosa, lakini la kukusisitiza, nenda kawaambie na wewe. Naenda kuambia, ni kweli nilikosea, lakini sasa inabidi tuwe pamoja ili tuwasaidie hawa watoto. Uambie ukweli, na ukweli ndio utakao waponya. Bila hivyo tutapoteza mtoto. Sikilize tena kwa makini. Unajua mimi nimeshachoshwa na maswali yenu. Maanake nikikaa leo maana niuliza maswali na mjibu, kesho anakuja kuniuliza tena. Anesa ananiuliza maswali. Kibaya zaidi mpaka ushauri nampa, lakini bado hataki kunielewa. Kwa hiyo hapa wote nadhani nikishanyoosha hapa, sidhani kama mtaniuliza tena. Je, mpo tayari kujua ukweli? Sasa ni hivi, kama mpo tayari yote kuutambua ukweli, kuna sehemu nataka niwaelekeze. Hiyo sehemu mtakapofika, mtaenda kujua ukweli yote.
Baba, kumbe upo hai? Karibuni, ingawa mmekuja kipindi ambacho mmekwisha chelewa. Siku zangu za kuishi zinahesabika, lakini nimefurahi kuliona jua kwa mara nyingine. Nimefurahi kuwaona wanangu mkiitambua kienu na kimsingi. Sasa mmeita baba na mmeita mama. Karibuni wanangu. Baba, tuna mengi sana ya kuongea na wewe. Najua wanangu, lakini maisha ni siri. Maisha ni kama chupi, watu wasijue rangi yake. Kwa leo tuko nje ya muda. Lakini nimesema kwa leo tuko nje ya muda. Tuonane kesho saa 8 mchana. Nayapenda maisha yenu. Acheni mimi nife kwanza. Hebu nendeni kwanza, tutaonana kesho. Lakini baba, tukutane kesho saa 8. Karibu. Shalala. Mzee Kilanga, nadhani unajua ulichokifanya, na pia unajua kwa nini nimekuwa chahai mpaka sasa hivi naendelea kuvuta pumzi katika hii dunia. Umesababisha mama yangu kipenzi akapoteza maisha yake kwa sababu yako wewe na huyo mpuzi mwenzio. Umesababisha mama yangu kipenzi aliteseka sana mpaka anakuja kuiacha hii dunia. Yote kwa sababu yako. Kwa hiyo unanitishia, sio? Wewe ni mtoto wangu huyo. Ni mwanangu wewe. Umening'inia hapa mimi tangu nazaliwa mpaka nakuja kukupata wewe. Ulikuwa kwenye mshipa yangu mimi. Baba. Nisikumbuki kama nina baba katika ulimwengu. Babangu mimi alishakufa muda sana. Sina baba katika hii dunia. Labda nikukumbushe kitu tu. Nimeacha kudili na wewe. Nimeamua nidili na yule mpuzi mwenzio pamoja na kizazi chake. Wewe ulitelekeza familia yako. Basi na mimi nimekuja kudili na familia yako. Sio wewe. Nataka nikuonyeshe kuna watu wanapitia maumivu katika hii dunia. Nataka nikuonyeshe mama yangu aliumia kiasi gani. Nataka nikuonyeshe. Sasa naomba ukae mbali na huu mchezo. Nataka niipoteze familia yako ili nawe ufurahi. Mimi mzee huwa napenda sana kuona watu wakifa na enjoy kuliko watu wakizaliwa. Sasa nataka nionyeshe familia yako mauti ili nawe ufurahi kama mimi nilipompoteza mamangu mzazi, kipenzi changu. Nataka na wewe ufurahi mzee. Mimi ni baba yako. Wewe ni mimi. Wewe unafikiri mbegu hizo zinaokota tu jalalani? Au wewe nguvu ulizonazo unafikiri zimeokota tu jalalani? Nguvu zako umelisi kutoka kwangu. Mimi ndo nimepanda hizo mbegu ili wewe uwe na nguvu kama hizo. Leo unakuja kunitishia mimi baba yako kwa sababu mimi ni wewe, wewe ni mimi. Mama! Sina baba kama wewe. Tena iwe mwanzo na mwisho. Kinywa chako kutamka kama una mtoto kama mimi.
mimi siwezi kuwa wewe, wala na wewe huwezi kuwa mimi. Nakupa onyo kwa mara ya mwisho, kaa mbali na huu mchezo. Kama uko tayari kuitoa nafsi yako kwa ajili ya watu wengine, naitoa nafsi yako bila huruma yoyote ile. Kengewe. Sasa kama uko tayari kuitoa nafsi yako kwa ajili ya watu wengine, endelea. Nitaitoa nafsi yako bila huruma yoyote ile. Sharara. Twanga twangile cha udile chako kisagili cha miago gomana soza mwa kolelo mzimu wa mwana Lugusu, mzimu wa kina Kionzi. Leo nimekuja kuwatambikia watoto wangu. Watoto wangu hawa wanazingirwa na matatizo mbalimbali, njozi zao za ajabu, maisha yao ni mabaya. Nimekuja kuwafungua katika mizimu hii. Miungu mlioko hapa na mizimu mnaosimamia mizimu yetu, naomba muwape nguvu watoto wangu kama mlivyonipa nguvu mimi miaka 40 iliyopita. Naomba muwape nguvu watoto wangu kama nilivyokupa nguvu mwanangu wa kiume alipokuwa mdogo. Nimekuja kuwafungulia matatizo yote. Nimekuja kuwafanya wapendane na wasiachane. Nimekuja kuwafanya kwamba wapende wazazi wao na wasiwatenge tena. Tulipoomba mchana ulitengemaa, tunaomba utengemae mchana. Naomba nyota zao zing'ae kama nyota ulivyoing'aza nyota. Hebu naomba tuondoke. Hebu twendeni. Tangulieni nyumbani, lakini pitieni njia hii. Si vizuri kuwazuia watu wanaotoka kwenye matambiko. Mwiko, hilo ulichokifanya ni vizuri, sio? Kusababisha kifo cha mama wangu kwa tamaa zako. Ni vizuri. Damu ya mamako mzazi inazunguka kwenye mifupa yako. Mimi mtoto uliolaaniwa wewe. Ila ipo siku utakuja kujua kama mimi ndio baba yako. Mzee, nadhani unajua kwa nini mpaka sasa hivi nimekuacha hai. Unaishi na kutamba katika hii hali. Hiyo sababu unaijua vizuri. Na nilikuja nikakupa onyo. Sijawahi kumuonya mtu katika hii dunia. Wewe ndio wa kwanza. Lakini umekaidi. Nilikwambia usifanye hicho unachokifanya. Kutaka kunisikia.
umri wangu mimi sina cha kupoteza. Umri wangu mimi sio wa kuhofia tena kifo, sio wa kuhofia maisha. Mama yako alikufa akiwa mdogo sana, hata umri wangu hakufika. Sina cha kupoteza. Wewe ni mtoto wangu, na ipo siku ndo utajua kama mimi wewe ni mtoto wangu. Sawa. Sasa kama una cha kupoteza, basi leo utapoteza uhai wako hapa. Hautatoka salama mzee. Naitwa Simba. Simba ama Simba Sengo. Sikuwahi kukupenda baba, ila nilijifunza tu kukuhurumia. Lakini leo najisikia furaha sana kuyatoa maisha yako kwa mikono yangu. Naomba huko unapokwenda msalimie mama yangu, mwambie nampenda sana sana. Nakuomba baba, usiende kumsumbua mama, kwa sababu usumbufu wako hapa tu duniani inatosha. Anatamani aseme alikuwa naye. Muda mwingine mwanangu, mwanaume anatamani ayaseme ni makosa alikuwa nayo, lakini hakuna kumsikiliza. Anabaki na maumivu na makosa ambayo yeye hakuyatenda. Mimi mwenyewe natamani mwanangu uniue ili nikalipe kisasi, ili ulipe kisasi cha mwanamke nilikuwa nampenda. Nakupenda mwanangu. Pumzika kwa amani baba. Baba bibi, jambo. Unaenda wapi? Jambo mwijukuu wangu. Si jambo. Unaonekana una matatizo. Umelijuaje hilo? Nimelijua mwijukuu wangu, mimi ni mtu mzima. Mimi nitakusaidia hayo matatizo yako. Matatizo yangu yache kama yalivyo, hayakuhusu. Sawa, hayanihusu, ila mimi naweza nikakusaidia muda wowote. Nakwambia hivi, usiolijua mwijukuu wangu litakusumbua. Mimi ndio nimeshayaona hayo matatizo, una matatizo. Basi ukikaa sawa, utanitafuta. Unaona mwijukuu wangu, nilikwambia tangu mwanzo, ukanibishia. Dawa ya moto ni moto, wa kuuzima ule moto ni mimi. Unaiweza we nguvu ya giza? Unaweza kuiondoa hiyo laana? Naweza nikaiondoa, ila ukichelewa na huyo mwanaume utampoteza. Yote uliyoongea ni ukweli mtupu.
Unaona, ubishi wako utakuponza. Hata huyo mwanaume unaweza ukamkosa. Lete mkono. Takusaidia huu mzimu wa baba yako na mama yako. Chanzo na matatizo yote, baba yako na mama yako walifanya vibaya. Sasa kizazi cha wale ndio kinachokusumbua wewe, wanalipiza kisasi. Utapata matatizo mjukuu wangu sana usipolijua. Nawezaje kulidhibiti hilo hali ya kuwa sina nguvu yoyote? Takusaidia mimi, takupa mizimu ya kwenu, itakusaidia. Nguvu ya giza, shika hii ndio itamaliza matatizo yote ya kwako. Hakikisha unaitumia kwa wema, sio kwa ubaya, itakusaidia. Hakikisha unaitumia kwa wema, sio kwa ubaya. Matatizo yote yatakuisha. Maisha ya mwanaume wako na dada yako yote yatakuwa mikononi mwako, yataisha tu. Hii ndio inaziwia wale wachawi wanaokufuatilia. Hii ndio kinga yako. Sharara, nilipanga niwatese tu, lakini naona kama mnanipanda kichwani. Sasa acha nichukue nafsi zenu. Sasa ni mwisho wa kila kitu. Umekosea sana kwa hiki ulichokifanya. Makosa ya wazazi wetu unataka kutuchanganya na sisi? Kwa hiyo mimi nimekosea, ila mama yenu hajakosea. Mama yenu kasababisha mpaka mama yangu amepoteza maisha yote kwa sababu yake. Yeye yuko sawa ya kukosea, si ndio? Cheza furaha yangu, najihisi sina amani katika hii dunia. Nyinyi mbona mnaenjoy mkiwa na wazazi wenu? Nyinyi mbona mnaenjoy mkiwa na mama yenu? Nilipanga niondoke na hii nafsi moja tu, ila kama umeongezeka sio mbaya. Karibu maiti. Nilikuja hapa kwa ajili ya maelewano, ila kama unataka nafsi moja iondoke, basi nitaanza na nafsi yako wewe. Sina maelewano na mtu, na sijawahi kufikiria kutaka maelewano na nyinyi kamwe. Kama umekuja na umejiandaa kwa hili, karibu sana. Wahenga wanasema mbio za sakafuni huishia ukingoni, ila mbio zako wewe zinaishia kaburini. Acha nianze na maiti hii. Naomba nisubirie hapo hapo. Naitwa Simba. Simba Rama Simba Sengo. Napenda sana kuona watu wakifa kuliko kuzaliwa. Alaipi mtu mwema. Kumbe kuna mtu kakudanganya, si ndio? Naitwa Simba. Simba Rama Simba Sengo. Sijai kuwa na huruma kwa mdudu yoyote wa Mungu.
Anesa, 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 Anesa. Nilikwambia yupo wa kukuziwia. Umeona sasa? Ndiyo huyu. Leo nimekuja kuchukua nguvu zangu zote nilizokupa. Unataka kuua ndugu zako kwa ajili ya mambo ya kipumbavu? Roho ya kishetani mbaya haijengi. Naota au? Unachokiona hapa ni uhalisia. Hapana. Umewezaje kubadilisha njozi na kuwa kweli? Hakuna mtu anaweza kufanya hivyo. Sababu nakupenda, na nimekuja kugeuza njozi kuwa ukweli. Hapana, haiwezekani. Uniamini? Unawezaje kubadilisha njozi na kuwa kweli? Kuanzia sasa wewe ni mali yangu na hakuna mtu yoyote wa kuweza kulibadilisha hili. Bibi, nashukuru sana kwa msaada wako. Hakika bila wewe nisingeweza kumaliza haya matatizo. Nilikuwa nadharau sana mila na desturi, lakini mila hizo hizo na desturi hizo hizo ndo imenisaidia pamoja na mizimu ya kwetu. Nashukuru sana bibi yangu. Tena nikupe hongera, umetumia kwa wema, sio kwa ubaya. Mnaharibu kudharau mila na desturi za nyumbani. Hizi mila ni za kwa baba yako na mama yako, mitambiko. Siku hizi vijana mmeshaidharau sana mila au mitambiko, mnaidharau, mnaharibu kutudharau. Muda wangu wa kukaa hapa umekwisha, nipe